Wewe hata nikikuwekea sasa hivi milioni 200, alafu nikakwambia usifanye chochote uishi hadi ufe, hautofika mwaka, itakuwa imeisha, kwa sababu majukumu ulionayo wewe ni tofauti na nani? Na mwanamke, kwa sababu hata mwanamke ni moja ya jukumu lako. Ni wale tu vile tunajisahau. Hii dunia inamsubiri mwanaume atekeleze majukumu yake. Sasa lazima ufanye biashara, na usifanye biashara isiyokuwa na nini? Na faida. Lazima ufanye biashara inayokupa nini? Faida. Usianzishe biashara mpya ukiamini kwamba itasimama ndani ya miezi 2 na kushtua mapema. Unapoanzisha biashara mpya maana yake your vision ni kitu chako kipya. Unapoanzisha kitu kipya usitegemee kipate matunda papo kwa papo. Kitu kipya yani kinachukua muda wa kutosha, kwa sababu ni kipya. Namba 1 au lazima uwe na muda wa kuwaaminisha watu hiyo product mpya. Namba 2, watu hawaiamini kwa sababu hawaijui. Namba 3, lazima ufanye promotion ya kutosha ili watu kwanza kuijua. Alafu namba 4, kuna kitu kinaitwa business competition. Alafu kuna business killer, muuaji wa biashara. Katika area zote za biashara kuna watu wanaitwa mafounder. Unapoleta project ya maji mpya, jua kuna watu ambao wameshauza maji na brandi zao ziko juu na zinaaminika. Sawa. Ukileta brandi mpya ya maji, maana yake umeanzisha vita na wale waliokuwa na brandi zao ambazo ni nini? Za zamani. Kwa hiyo namba 19, lazima ujue kuna vita katika kila biashara unayofanya.